wakaanza kupigwa. Jamani, haleluya! Wakatandikwa wanaume, wakapigwa wanaume, wakateseka. Biblia ya habari njema inasema hawa watu mili yao ilitobolewa, mili yao ilikuwa na vidonda. Hivi vidonda vimesababishwa na nini? Vimesababishwa na kazi ya Bwana. Haleluya! Vimesababishwa na utumishi wa Bwana. Watu hawa wakateseka kwa sababu ya Bwana, wakapigwa kwa sababu ya Bwana, wakapigwa kwa sababu ya utumishi, wakapigwa kwa sababu wanalitetea jina la Bwana. Walipopigwa, Biblia inasema wakawakamata, wakawapeleka gerezani. Walipowapeleka gerezani, nini kikatokea? Biblia inasema wakaingizwa kwenye chumba cha ndani, chumba cha ndani. Kumbe kulikuwa na vyumba, lakini kulikuwa kuna chumba cha ndani. Haleluya! Kuna vyumba, lakini kuna vyumba special vya kuwaweka wale watu walioshindikana, wenye kesi zito, wakawapeleka huko ndani. Ujue kabisa wamepelekwa wakiwa na mateso, wamepelekwa wakiwa na maumivu, wamepelekwa wakiwa na shida, wamepelekwa wakiwa hawakujali hilo. Walichojali ni kwamba tumepigwa kwa sababu ya Bwana, tumeteseka kwa sababu ya Bwana, tumeteseka kwa sababu ya Bwana. Kwa hiyo wengine wako hawa walikuwa na furahi kwa sababu ya Bwana. Ibada, acha kutia huruma kwenye ibada. Hata kama una mateso, acha kutia huruma. Hata kama una shida, acha kutia huruma. Yuko Bwana anayeona mateso yako, anayeona shida yako, yuko Bwana anayeona mahangaiko yako. Ndiye nilimsema ya kwamba jioni ya leo tumekuja kumsifu, na kwa sababu tumekuja kumsifu, lazima ashughulike na mahitaji yako, lazima akutane na shida yako. Wewe acha kuona mateso, usione shida, muone Bwana jioni ya leo. Tazame Bwana jioni ya leo. Aise, wakaweka lokapu. Walipoweka lokapu, Biblia inasema wakafungwa kwa mikatari. Aise, kipindi hicho, vifungo vya kipindi hicho vilikuwa ni hatari. Ndio vilikuwa ni hatari. Hao watu walifungwa. Kifungo walichofungwa walikuwa hawawezi hata kupiga makofi. Walikuwa hawawezi hata kupiga makofi. Walikuwa hawawezi hata kusimama. Walikuwa hawawezi hata kupiga makofi, maana walifungwa kwenye mikatari, ni kwenye nguzo. Wakafungwa minyororo kwenye mikono na kwenye miguu kwenye nguzo. Kwa hiyo walikuwa hawawezi kupiga makofi. Na mshangaa mtu mmoja hapa ambaye ana makofi lakini anashindwa kumpigia Bwana. Una mapenzi. Haleluya! Leo na mikono lakini wanasema mpigia Bwana makofi. Unashangaa. Nataka nikwambie, hujapigwa hujaenda lokapu wewe. Hujaenda lokapu wewe. Kuna watu walifungwa mikono, lakini kufungwa mikono hakukuwazuilia kumpa Bwana heshima yake. Nataka jioni ya leo umpe Bwana heshima ya kuone Mungu anapofanya. Haleluya! Walipokuwa watu wamekamatwa mle gerezani, hawa wanaume ni watu wa ibada. Jamani, haleluya! Kama ambavyo wewe umekuja leo ni mtu wa ibada, kitendo cha kukanyaga hapa, wewe ni mtu wa ibada. Sasa nataka nikwambie, kwa sababu ni mtu wa ibada, nini ufanye kwenye ibada jioni ya leo? Ili ukutane na Baba yako. Nini ufanye jioni ya leo? Ili ukutane na Mwokozi Yesu. Nasema na watu ambao wako kwenye mateso na hawajui watatoka vipi, wako kwenye shida na hawajui watatoka vipi. Jioni ya leo ni jioni yako. Nasema ni jioni yako. Haleluya! Nena siku wa manane. Aise, ule usiku ambao wewe ukilala unashindwa kuamka. Wanaume usiku wa manane yakaambizana, mwanangu Paulo alikuwa ndo baba wake, amekamatwa na mtoto wake. Akamwambia, mwanangu, wakati umefika, saa imefika. Hata kama tuna vidonda mwanangu, hata kama tuna mateso mwanangu, hata kama mili yetu imechakaswa, hata kama mili yetu imeumizwa mwanangu,
kuteseka huko au kuumia huko, aise, hatuwezi tukamnyima Mungu haki yake. Hatuwezi tukamnyima Mungu haki yake. Lazima tupe Mungu haki yake, maana Mungu wetu haki yake ni kuabudiwa, haki yake ni kusifiwa, haki yake ni kuheshimiwa. Aise, tunasifuje? Aise, tunasifu uwezo wa Bwana, tunasifu mapendo ya Bwana. Aise, akina Paulo yakaanza kuangalia ya kwamba Bwana huyo tunayemhubiri alikawanya bahari ya Shamu. Aise, akapata sifa. Bwana huyo alikawanya mto wa Yeriko, yakapata sifa. Bwana huyo ni Bwana ambaye aliwatandika Wamisri kwa mapigo 10. Ni Bwana tushaye. Bwana huyo ni Bwana ambaye alitupa aliwapa watu vyakula kule jangwani, yakapata sifa. Nasema Bwana anapenda kusifiwa. Haleluya. Biblia inasema usiku wa manane wakamshana wanaume, licha ya kwamba mili yao ina mateso, licha ya kwamba mili yao ina viponda. Wewe ukiumwa kichwa hata kanisani uchi, wewe ukiumwa tumbo hata kanisani uchi, ukipata magonjwa hata kanisani uchi. Nasema ujui watu wote, na ndio maana una magonjwa hayaishi, na ndio maana una mateso hayaishi, maana hautajua siri ya kusifu na kuabudu. Hautajua siri ya kumpa Mungu heshima yake kwenye mateso yako. Wanaume wakasema haijalishi kuna mateso, haijalishi tumefungwa kwa mikatale hii, hatuwezi kupiga makofi. Ni sawa, lakini tuna vinywa, hatuwezi kupiga makofi bila midomo yetu haijafungwa. Wewe una mdomo unaongea, unashindwa na kumsifu Mungu, una matatizo wewe kwa jina la Yesu. Una kinywa lakini unashindwa kumpa Mungu heshima yake. Aise, kizazi hichi kinamnyima Mungu haki yake, heshima yake. Biblia inasema usiku wa manane wanaume wakaamshana. Walipoamshana wakajua kabisa siri ya kutoka kwenye mateso ni kumpa Mungu heshima, siri ya kusifiwa ni kumpa Mungu heshima. Nasema na mtu ambaye akampa heshima Mungu jioni ya leo, atatoka kama zingo alivyomjia, atatoka kama zingo Mungu kama ulivyomjia. Haleluya, haleluya. Yakamshana. Walipoamshana, maandiko yanasema wakaanza kumsifu Bwana. Wewe ni Bwana uliyetawanya bahari, wewe ni Bwana uliyetawanya bahari, wewe ni Bwana unayetisha, wewe ni Bwana unayetisha, Bwana uliyetembea juu ya maji. Wewe ni Bwana uliyewapa watu samaki, uliyelisha watu. Wakaanza kumsifu Bwana, wanamsifu Bwana, wanamsifu Bwana, wanamsifu Bwana. Kule kusifu kule kuabudu kule kutoka ndani ya moyo wao. Maandiko yanasema walipokuwa wanaomba wakaingia kusifu. Walipoanza kusifu, nini kitatokea? Biblia inasema wakawa na tetemeko la nchi. Nasema jioni ya leo tetemeko la Bwana hapa, tetemeko la uweza wa Bwana. Maandiko yanasema pakatokea tetemeko la nchi. Nini kinatokea? Nini kikatokea? Sikiliza, mwanaume anaposhuka au uwepo wa Bwana unaposhuka, vifungo vyenyewe vinatii amri, magonjwa yenyewe yanatii amri. Haijalishi umefungwa maeneo gani, haijalishi umefungwa na kifungo gani, haijalishi ni jambo gani linakutesa kwenye maisha yako, Bwana anaposhuka anaanza kupasua. Pakatokea tetemeko. Palipotokea tetemeko, misingi ya gereza ukaanza kutii. Gereza lililokushika jioni ya leo likutii leo, likutii leo. Aise, Biblia inasema vifungo vikaanza kulegezwa, kwenye sifa vifungo vinalegezwa, kwenye sifa vifungo vinalegezwa, avisi kulegezwa, vinakatwa
shida. Na walisifu, wakaomba, wakasifu, wakaomba. Haleluya. Amen. Walisifu, wakaomba. Sikiliza. Mahali popote Mungu anaposifiwa, anashuka. Ndio. Tumesoma Nyakati wa pili sura ya 5 mstari wa 3. Ukianza sura ya kwanza unaona Sulemani anaandaa mkakati wa kujenga hekalu. Alipojenga sura ya pili, ya 3 mpaka ya 4, alipomaliza kulijenga hekalu akawaita waimbaji. Amina. Alipowaita waimbaji wakapita mbele. Biblia inasema hao watu walisifu kwa sauti moja. Walisifu kwa sauti moja. Kwa lengo moja. Walichokuwa wanaongozwa na Walawi kuimba, ndicho walichoimba. Ndicho walichoimba. Nini kikatokea? Biblia inasema wingu la Bwana. Wingu la Bwana ni uwepo wa Bwana. Wingu la Bwana ni nguvu za Bwana. Wingu la Bwana ni roho wa Bwana. Wingu la Bwana ni moto wa roho wa Bwana. Unaposhuka lazima misingi ya mateso upasuke. Haleluya. Amen. Hapo tunapomsifu Mungu, hatusemi mwambie Farao nimeokoka. Hapo tumsifu Bwana. Tunasifu matendo ya Bwana. Tunasifu nguvu za Bwana. Tunasifu uwepo wa Bwana. Tunasifu matendo ya Bwana. Tunasifu vile Mungu anavyofanya kazi. Kwamba wewe ni Bwana unayetenda kazi. Mungu ni muumbaji Israeli. Unafinyanga vilivyoharibika. Hizo ndio sifa za kumsifu Bwana. Kwamba wewe ni mfinyanzi Bwana. Wewe ni mfinyanzi Bwana. Mungu akiangana kuba kweli yeye anafinyanga. Amekuumba akaweza mwanangu. Amejua kwamba mimi nilimfinyanga. Kwa hiyo Bwana anapata raha. Akisha pata raha, unakuta unaanza kupata connection. Unakuta umegeuzwa. Unakuta umehamishwa. Unakuta huko kwenye level zingine. Unakuta unaabudu huko sehemu nyingine. Unaanza tu mwenyewe kuomba. Hawakwambii omba. Unaingia mwenyewe kuomba. Hawakwambii twende tumwombe Bwana. Zile sifa zinazozidi kuimba kutoka ndani ya moyo. Tuseme sifa za kwenye kinywa. Alafu tuko tumeomba Bwana. Maandiko yanasema Bwana anautazama moyo. Bwana anauangalia moyo. Sifa zinazotoka ndani ya moyo ndizo Bwana anazitaka. Sifa zinazotoka ndani ya moyo ndizo Bwana anazitaka. Sasa kuna kizazi ambacho tunasema leo tusifu Bwana. Mtu anasifu Bwana na waza maraki. Mtu anasifu Bwana na waza ugali. Mtu anasifu Bwana na waza kama Florentino. Mtu anasifu Bwana anawaza na kwenda kupika wali usiku. Nasema unapoteza muda. Jioni ya leo usipoteze muda. Sifu kile ambacho kinatoka ndani ya moyo. Akili zako zifikiri unachoimba. Sikiliza, unaposifu au unapoabudu, unapotafakari maneno unayoimba, unapotafakari maneno unayosifu, hapo lazima utaamisha. Lakini ukaimba kile ambacho unaimba, haukitafakari, haukifikiria, sifa yako ni batili. Sifa yako haifiki kwa Mungu. Sifa yako inafika kwa Mungu. Na ndio maana utaimwona Mungu akishuka kwenye sifa yako. Lakini jioni ya leo, sifu kutoka ndani ya moyo. Moyo kwa neno. Moyo kwa neno. Moyo kwa neno. Akili zifikiri unachoimba. Akili zitafakari unachoimba. Kule kutafakari, nasema kabisa utamuona Mungu uzuri wake. Utaona Mungu alivyo handsome. Utamuona Mungu alivyo beautiful. Utamuona Mungu anavyovutia. Utamuona Mungu katika utukufu wake. Na Bwana ataanza kukuhudumia. Kabla hatujaendelea kusifu,